daktari kurudi kazini. Kwingineko, serikali imetangaza tena nafasi ya mkurugenzi mkuu wa afya katika wizara ya afya. Hii ni mara ya 3 kwa serikali kuchapisha tangazo hilo kupitia tume ya huduma kwa umma yani PSC. Hata hivyo, hatua hiyo imeibua maswali mengi. Ni kwa nini wadhifa huo haujapewa Daktari Patrick Amoth ambaye amekuwa akihudumu kama kaimu mkurugenzi mkuu wa afya kwa kipindi cha karibu miaka 5 sasa? Gloria Milimu na taarifa zaidi. Kutangazwa tena kwa nafasi ya mkurugenzi mkuu wa afya ni swala ambalo linaendelea kuibua hisia mseto miongoni mwa wataalamu wa uongozi. Recruited along the entire spectrum. Hii sio mara ya kwanza kwa nafasi hiyo ambayo imeshikiliwa kwa karibu miaka 5 na Daktari Patrick Amoth kama kaimu kuwekwa wazi na tume ya huduma kwa umma PSC. Tangazo la nafasi hiyo limefanyika mara 2 mwaka huu, huku tangazo la kwanza likifanyika mwezi Juni mwaka wa 2022. Arriving in the country. Hata hivyo, cha kustajabisha, licha ya kusemekana kuhitimu na vile mchango wake kwenye sekta ya afya nchini, kama vile kuwa mstari wa mbele katika vita dhidi ya virusi vya korona nchini kuwa wazi wakati taifa lilithibitisha janga hilo nchini, Daktari Amoth ambaye amekuwa kaimu katika ofisi hiyo kwa zaidi ya miaka 4 hajawahi kuthibitishwa na tume ya PSC. The issue around that position has been what was put in the Health Act. You know, there's this danger of you put in place a law ring-fencing it for certain cadres of certain people. Okay. So anytime public service advertise for that position, because the act now says that it has to be a medical officer. Other cadres, the nurses are saying, no, we can also make good director generals. The clinical officers, the public health, the nutritionists, other cadres are saying now they can make good director generals as well. So if you look at the advert that went out latest, I think 2 days ago, is that now that space has been opened up and expanded, that if you have a course in medical related field, that has now been expanded. Based on that expansion, then these other cadres can apply. So now Amoth is applying as well. And I have confidence, given the experience that he has, he should emerge as the best, unless he fumbles during the interview. When you do not have a substantive office holder, good corporate governance suffers, because the appointing authority in this case is not the person who should be appointing, is not a substantive. Daktari Amoth ambaye anavalia mataji kadhaa likiwemo lile la kuwa naibu rais wa bodi maalum ya shirika la afya duniani WHO inayowakilisha bara la Afrika, ujuzi na uwezo wake unasemekana kupuuziliwa nyumbani licha ya kutambulika duniani kote. Every time you administer vaccines. Kando na kuwa daktari wa masuala ya wanawake, Daktari Amoth anasemekana kuwahi kuongoza ofisi ya afya ya umma na kushiriki kikamilifu katika uchapishaji wa miongozo ya afya iliyochangia pakubwa katika utekelezwaji wa masuala kadhaa ya afya katika kaunti zote nchini. Inadaiwa kwamba uchapishaji upya wa tangazo hilo ulifanyika kutokana na malalamishi kutoka kwa wanachama wa miungano mingine ya afya ambao walidai kuachwa nje na baadhi ya masharti ya kuhudumu katika wadhifa huo, kama vile sharti la kuwa mwanachama wa muungano wa madaktari KMPDU. Miongoni mwa majukumu mengine, mkurugenzi mkuu wa afya hushauri serikali na waziri wa afya kuhusu masuala ya afya. Mshahara wake ni kati ya shilingi 292,765 na 576,120 kila mwezi. Kwa sasa, kinachosubiriwa ni kuona iwapo tume ya PSC itaweza kujaza pengo hilo kwa kuajiri mtu aliyehitimu ili kutumikia Wakenya katika wadhifa huo muhimu. Gloria Milimu, KTN News.